Nikiwa pale New Life niliwaambia story ya mtu, ile imani sitaisahau. Nilikuwa Dar es Salaam. Yule bwana ana cancer stage 4, anarudishwa nyumbani. Familia ikaniita, nikafika pale kumuona. Alifukuza watu, tukabaki mimi na yetu. Akanambia, pastor, ninajua hii daktari alivyoniambia cancer imesambaa. Najua ninakwenda kufa, lakini mchungaji nisikilize. Nikamwambia sawa. Anasema sitaki kufa. Tuko sawa sawa? Na mimi nikashtuka. Tumekuja kumwandaa mtu ili, si unaelewa Akanambia sitaki kufa. Nikamwambia kwa nini? Asema sio kwamba naogopa kufa. Asema siogopi. Asema mimi siogopi kufa, ila maisha yangu ya ujanani niliyatumia kwa shetani, kwa pombe, sigara, bangi, madawa kulevya. Anasema haiwezekani ninakuja kumpokea Yesu, ninakufa sijamtumikia Mungu wangu. So no. Asema mwambie Mungu leo anipe nguvu nimtumikie. Nikimaliza kazi niko tayari kupumzika. Unajua nakuambia ombi ambalo hata wewe muombaji unawaza hivi niombeje hapa? Unajua kuna sana nikiwaambia ni kwamba mimi natumiwa tu na Mungu, hata mimi sijui ninamaanisha. Ni kweli kuna vitu na mimi sijui. Nikamshika mkono, una moto. Tukaomba. Alikuwa anatumia dawa za kuondoa maumivu kali. Tukaomba, tukamaliza. Baada ya kumaliza akaniambia, mchungaji, ondoka. Kesho yake wakamchukua wakampeleka kijijini kwao Morogoro. Mimi sikufuatilia baada ya hapo. Baada ya muda nasikia nadhani nilitumia message kama sijakosea, ni muda mrefu kidogo. Maumivu yameanza kupotea. Nguvu imerudi. Ameanza kuwa na afya njema. Lakini sehemu ambayo hata New Life sikuambia, alipoenda tena kufanya testing, kansa iko pale pale, lakini ana afya. Complicated God. Akapewa miaka 5. Akamjengea Mungu kanisa. Alipomaliza kujenga kanisa, nasikia aliwaita watoto na ndugu, akaambia kazi imeisha. Na mimi najisikia amani kwamba Mungu wangu aliyeniokoa nimefanya kitu. Alikufa 5 years later.